Ndugu yangu, usipite bila kuisikia hii, maana hii ni ya muhimu sana. Sasa ndugu zangu, twende kwenye mada moja kwa moja. Hapa mbele yenu nimetokea kwa ajili ya kuzungumzia vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Vita kati ya Israeli na Marekani dhidi ya Irani, lengo kubwa ni kuirudishia dola la Kirumi madaraka au ni kurudisha dola la Kirumi mamlakani. Utanielewa vizuri ndugu yangu kwamba kabla ya dola ya Marekani kutawala dunia, dola iliyokuwa ikitawala dunia ilikuwa ni dola la Ulaya. Tukisema dola la Ulaya, maana yake liko chini ya Rumi, na maana Ulaya iko chini ya Rumi, yani Rumi ndio ilikuwa inasimamia serikali zote za Ulaya, lakini kiongozi mkubwa alikuwa ni ambaye ni Papa wa Ulaya. Sasa katika utawala wa dola la Ulaya ama dola la kipindi hicho kutokea mvurugano hapo katikati, pigani kupige wa Martin Luther kuhama huku na kufanya hivi wakina Hitler, mvurugano. Nafikiri hayo masomo ukiyafuatilia vizuri utajua ni namna gani itokea, lakini sitaki kuzungumzia masuala ya kina Hitler huko. Sasa baada ya kutokea mvurugano wa pigani kupige, mataifa yote yaliamua kukaa na kusuruhisha mgogoro wa dunia nzima na kuiweka dunia katika hali ya usawa. Sasa baada ya kukaa na kuona na kuweka sheria mbalimbali na kutengeneza Umoja wa Mataifa na kutengeneza serikali na kutengeneza mzunguko wa fedha na kutengeneza mabenki ya dunia na kutengeneza mashirika ya afya, waliona Marekani katika mkutano kwamba Marekani ndio inaweza ikawa ya kusimamia serikali zote, kwa sababu Marekani ilikuwa ni taifa pekee ambalo lilikuwa halina ubaguzi duniani kote, kwa sababu ilikuwa ni taifa ambalo Mwafrika anaweza kupata haki ya kuishi na kuchaguliwa kulingana na katiba. Mwarabu ana haki ya kuishi, Muislamu ana haki ya kuishi na kuchaguliwa na bila kujali chochote. Lakini mataifa mengine yote, ulikuwa uende Uingereza lazima uwe Mwanglikana. Huwezi kuwa Muislamu ukaenda Uingereza ukapata cheo. Kwa hiyo Marekani peke yake ndiyo ilikuwa ina system ya usawa wa watu wa wote duniani. Hasa Marekani ndio wakaiamini, wakaipa mwenyekiti au wakaipa usimamizi wa hizo vitu ambavyo walikuwa wamekubaliana navyo ili kusudi kuweka dunia sawa. Sasa katika serikali ya Umoja wa Mataifa, Marekani ndio ambapo ukitengeneza hata vitu vya kuleta uhatarishi wa duniani, ana haki ya kukuzuia, kwa sababu ni mapatano ya pamoja kwamba yeye ndiye atakuwa msimamizi. Sasa baada ya kukaa muda mrefu, Marekani sasa hivi imeanza kupoteza sifa ya mwenyekiti, kwa sababu baadhi ya mataifa wameona kama vile wanabaguliwa, hawapewi haki za kustahiki, hawapewi vibali kwa wakati vya kutengeneza silaha zao za nyuklia. Imekuwa hivyo. Sasa wakati huu ambapo Marekani imezidi kuonekana kama vile inachafua kabisa sifa ya uongozi, ndipo mataifa sasa yameanza kutafuta sasa ni kitu gani ambacho Marekani anakifanya. Kwa hiyo hapo katikati, ukisoma kwenye Biblia inaeleza vizuri, hapo katikati sasa anatokea mtu akijaribu kuieleza dunia kwamba ana suluhisho la matatizo yote ya duniani, huku akikashfu Marekani. Sasa bila shaka dunia nzima ingempenda na kumfurahia na kuona kwamba yeye ni bora zaidi, na dunia iko tayari kumwamini, kwa sababu moja, tukirudi kule Urusi haiwezi kaongoza dunia, China haiwezi kaongoza dunia, Iran haiwezi kaongoza dunia, wala taifa lolote haliwezi kaongoza dunia, kwa sababu moja, mataifa hayo yana ubaguzi. Hawezi, yani hakuna mtu mweusi ambaye anaweza kupata wadhifa kwenye cheo chao. Lakini ukienda kwa dola ambalo anasimamia Papa, unaweza ukapata cheo, uwe Mwarabu, uwe Mrusi, uwe nani, uwe chochote, unaweza kupata cheo. Katiba haikatai. Alafu ni dola la kiimani ambacho linasisitiza mataifa ambacho hawana, linazungumzia amani wakati mataifa yana vita. Alafu cha pili ni dola lenye pesa nyingi. Yani kiukweli ni dola ambalo limekuja kwa wakati ambapo linaleta kama vile tiba. Lakini dunia inaole sana. Endelea kufuatilia, komenti, share
na ulike. Endelea kufuatilia, utajua kwa nini dunia inaole.